Burhan Media TV inakuletea simulizi na hadithi za maisha. Usikose na kufuatilia Burhan Media TV. Ng'ombe wa busara, sehemu ya pili. Hadithi yetu ya ng'ombe wa busara. Baada ya kijiji kupona kutokana na ukame wa msaada wa Kibo, heshima yake iliongezeka zaidi. Watu walimwona kama baraka na wakaanza kusikiliza ishara zake. Lakini hatima ya Kibo ilikuwa na mtihani mwingine mkubwa. Ujio wa wavamizi. Siku moja kundi la majambazi kutoka kijiji jirani lilivamia kijiji cha Mzee Hamisi wakiwa na mapanga, mikuki. Walitaka kuchukua mifugo na mazao yote ya kijiji. Wenyeji walijaribu kupinga, lakini majambazi walionekana kuwa na nguvu nyingi zaidi. Katika hali hiyo ya hatari, Kibo alianza kuhangaika na kukoroma kwa nguvu, kana kwamba alihisi jambo baya linakaribia. Alimnyemelea Mzee Hamisi na kumpiga kichwani kwa upole, akimvuta kuelekea njia ya msituni. Mzee Hamisi alielewa kwamba Kibo alikuwa na mpango wa Kibo. Kibo aliwaongoza na kijiji hadi kwenye eneo la mapango makubwa yalikuwa yamejificha ndani ya msitu. Hapo alipata hifadhi salama na kujificha. Baada ya muda, majambazi walipoona hakuna mtu kijijini, waliondoka bila kuiba chochote. Baada ya muda mfupi, wanakijiji walirejea kukuta kila kitu kikiwa salama. Walifurahi sana na wakamshukuru Kibo kwa kuokoa kutoka siku hiyo. Walimchukulia kama shujaa wao na hata walimpa jina jipya, Kibo Mkombozi. Funzo: hadithi inatufundisha kuwa hekima inaweza kupatikana katika viumbe wasiotarajiwa. Wakati mwingine kusikiliza hata ishara ndogo kunaweza kutuokoa na hatari kubwa. Kibo alithibitisha kuwa busara haipo kwa binadamu pekee, bali hata kwa wanyama wenye moyo safi. Mwisho, mtuzi ni Jumbe Ibrahimu, msimulizi wako ni mimi Mr. Shaka. Burhan Media TV inakuletea simulizi na hadithi za maisha. Usikose na kufuatilia Burhan Media TV.